Ni safari ya miaka 8 ya Radio Uhai FM. Safari hii ya mkurugenzi na wafanyakazi wa Radio Uhai kutoka Bomba Mzinga, Tabora mjini zilipo studio zetu. Safari hii imeanza rasmi kuelekea Itobela, kituo cha kwanza, ikiwa ni kilomita 61.3 hadi kufika. Tukiwa na matumaini na shauku ya kufika na kugawa redio kwa waumini wa kanisa la KKKT Itobela, ghafla shauku yetu ilizimwa baada ya kukutana na changamoto ya kukosa mwelekeo wa wazi kuhusu njia rahisi ya kufika kwa mwenyeji wetu ambaye ni mchungaji wa kanisa hilo. Ndipo safari yetu ilipokwama, na baada ya kufanya juhudi nyingi tuligundua kwamba itakuwa vigumu kufika, na ndipo tukaahirisha safari yetu na tukatafuta uelekeo wa Kigwa kulitafuta kanisa la Ushindi Baptisti bila kukata tamaa. Na hapa ndipo tulipopata kwanza kifungua kinywa kabla ya kuendelea na safari yetu. Bandaro umefunga. Sema sasa hivi. Mama tayari tuna safari. Baada ya kupata kifungua kinywa, tulianza tena safari ya kuzitafuta kilomita 68.9 za Kigwa, tukiwa na furaha njiani wakati wa safari. Na mara tukafika salama na kupokelewa kwa bashasha kubwa sana na mchungaji wa kanisa la Ushindi Baptisti, na tukashuhudia nyimbo za kumsifu Mungu na mahubiri. Baadaye tukapata nafasi ya kuzungumza na kanisa pamoja na kugawa radio 41 kwa familia za kanisa hilo. Hakika walifurahi sana kwa huduma hii ya kipekee, hata machozi ya furaha yakawatoka. Radio Uhai tunapenda sana kusikiliza, hata mume wangu ameokoka kupitia Radio Uhai. Mwenyezi Mungu alinigusa kwa siku ya leo, sio kuja kanisani, na nimekuja nimepata zawadi. Tumepata zawadi ya Radio Uhai na itatusaidia. Ninatoa shukrani kwa yeyote ambaye alinyosha mkono kwa ajili yetu. Ninayo furaha kubwa sana. Mungu awabariki sana. Kanisa limefurahi na limepokea zawadi ya radio ambalo imetolewa na Radio Uhai. Kwa kweli kanisa limebarikiwa mno. Na kanisa tumechukua hatua kwamba tutaomba sana kwa ajili ya Radio Uhai, viongozi, mkurugenzi na wahudumu wote wanaofanya kazi Radio Uhai. Ninaitwa Deusdedit Cosmas Kanunu, mkurugenzi wa Radio Uhai FM pamoja na Uhai Online TV. Tumekuja na zawadi ya redio ndogo ambayo imenunuliwa na wasikilizaji. Wasikilizaji, sisi Radio Uhai huwa tuna nafasi au fursa ya watu kutoa sadaka zao na kutuelekeza kwamba hizo sadaka zifanye nini. Na wakasema kwamba sadaka hizi zinunuliwe redio ndogo, halafu tuzilete maeneo kama ya huku vijijini, ili kwamba ziweze kugawiwa bure bila gharama, ili watu waendelee kusikiliza Radio Uhai. Na sisi kama mawakili wa Mungu tumefanya hivyo. Timu nzima ya Radio Uhai imekuja hapa na imegawa redio hizo. Kwa hiyo watu unavyoweza kuona, unaweza kaona watu ambao wamefurahi na watu ambao wamepokea redio zao kwa lengo moja tu, kwamba waendelee kusikiliza maneno ya Mungu ili waweze kupata maarifa ya kimungu wanapokuwepo hapa duniani. Tunapoelekea hii miaka 8 ya kishindo cha tumaini, leo tunazungumzia kwamba tunakwenda kutimiza miaka 8. Sisi tumekuwa marafiki wa wasikilizaji wetu. Tumekuwa marafiki wa kuwapa maneno ya Mungu wasikilizaji wetu.
na neno la Mungu kila siku ni jipya. Kwa hiyo tunachotegemea kwamba tunaendelea kuongeza marafiki, tunaendelea kuongeza wadau wa redio, na tunaendelea kuongeza wasikilizaji, ili kwamba watu waendelee kusikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu ndio chakula cha watu wanapokuwepo hapa duniani, ili washibe kiroho, wamwabudu Mungu wao, na hata wanapoondoka katika dunia hii waweze kwenda mbinguni kupitia njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kishindo hiki tunachokisema cha miaka 8 ya tumaini ni kishindo cha kuwasogeza watu katika sauti ya tumaini, waendelee kusikiliza redio Uhai. Na ndiyo maana katika maazimisho haya, ndio maana umeona pia tumegawa hizi redio ambazo wasikilizaji wameweza kuzitoa. Mimi niendelee kuwaomba wasikilizaji wetu waendelee kutusikiliza, waendelee kutuunga mkono, waendelee kututia moyo, waendelee kuwa pamoja nasi kutupa shauri mbalimbali, ili kwamba tuendelee kusukuma injili ya Yesu Kristo mbele zaidi. Kishindo cha miaka 8 kitaendeleza kuwasha moto wa injili kupitia redio Uhai. Amen. Siku ya pili safari yetu iliendelea kuelekea Masagala, ambako ni kilomita 22.1 kutoka ofisi ya redio Uhai. Katika safari hii tulikutana na changamoto ya ubovu wa barabara na kupelekea kuona kama safari ingeweza kuishia njiani. Unaona jinsi njia ilivyo mbaya. Tunaelekea Nyakato, kanisa la Nyakato, lakini njia ni mbaya sana, mashimo makubwa. Tunashindwa kufika kwa wakati, lakini Mungu ni mwema. Kazi ya Mungu lazima ifanyike. Unaweza kuona jinsi ambavyo gari zimepangana, unaweza kuona machaka, njia ni mbaya, mashimo unaweza kuyaona kule. Kwa hiyo njia ni mbaya, lakini tunafanya kazi ya Mungu. Asante sana. Lakini tukiwa tunatafakari namna ya kuvuka, ghafla mchungaji wa EAGT Masagala alituonyesha upendo mkubwa kwa kutufuata kwa kutumia usafiri wa baisikeli ili atuongoze njia kuelekea kanisani, ambako licha ya hali ya barabara tulifanikiwa kufika na kutimiza lengo letu. Hapa ndipo kanisani. Na tukapokelewa kwa furaha kubwa sana. Najua zipo. Karibuni. Waumini waliguswa na juhudi zetu na takribani familia 6 walipokea redio hizo kwa furaha kubwa. Au ni yatima au ni mgumba anataka kuzaa. Kwa hiyo ametoa hii sadaka ni kama kujiunganisha na madhabahu ya Mungu. Ili kwamba wewe utakapokuwa unaitumia hii sadaka, yeye anajibiwa maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa wanasali katika mazingira yasiyo rafiki kwa ibada, ikiwemo ukosefu wa kanisa bora lenye miundombinu rafiki ya kuabudia, kwani ni Mungu wetu anastahili kuabudiwa katika mazingira safi na yenye utulivu yanayoakisi utukufu wake. Kwa ajili hiyo, tunayo kazi ya kuhakikisha watu wa Masagala wanapata kanisa zuri la kumwabudu Mungu wetu. Baada ya changamoto za Masagala, safari yetu ilitufikisha kwenye kanisa la Pentecoste Holiness Mission Association Tanzania lililopo Kariakoo, manispaa ya Tabora, ikiwa ni takribani kilomita 23.9, ambapo kwa kweli tukakutana na ukarimu mzuri kutoka kwa waumini wa kanisa hili. Watoto wakiendelea na Sunday school,
nje ya kanisa. Hapa tuligawa redio 16 na waumini walifurahi sana kwa huduma ya kupatiwa redio, na walikuwa na hamu ya kutumia vifaa hivi vipya ili kusikia habari za kiroho na kijamii. Kwa hakika tuliona furaha na shukrani za waumini. Tulijua kuwa safari yetu imefanikiwa. Redio Uhai ni redio ambayo kwa kweli jinsi ninavyofahamu ni chombo ambacho kinawasaidia watu wengi sana, hususan wagonjwa. Unakuta kwamba kuna vipindi pale vinaendelea mbalimbali, vipindi vya kuombea wagonjwa. Unakuta kwamba mtu ambao kwamba nashuhudia kabisa mtu ameweka mkono kwenye redio akimsikiliza mtumishi wa Mungu pale anaomba, naye anafunguliwa. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Wengi sana wanafunguliwa kutumia redio, kupitia Redio Uhai. Huwa naisikiliza, lakini sikuwa naisikiliza kwa umakini, lakini kupitia jinsi ambavyo mmekuwa mahali hapa, yani kwa kweli imenipa hamasa sasa ya kuisikiliza kwa ufasaha. Na pia navyosema kwamba miaka 8 ya kishindo, na ni kweli ni ya kishindo. Tulihitimisha safari yetu na kilomita 7.3 kutoka kilipo kituo chetu cha Redio Uhai kwa kulitembelea kanisa la Injili Afrika. Kugawa redio katika familia 29, na hapa tulikamilisha kazi yetu kwa furaha na shukrani kutoka kwa waumini ambao waliguswa na mchango wetu kwao. Wala sifahamu alitoa ya kama usaidizi nini. Watu hawa wana mahitaji mbalimbali. Tunajua kuna watu katika jina la Yesu Kristo. Safari yetu ya kugawa redio kutoka Redio Uhai ilikuwa ni safari ya kujifunza na ya kujitolea, ambapo tumetembea kilomita 183.5 kwa ujumla wake. Ingawa tulikumbana na changamoto mbalimbali kama vile umbali, ubovu wa barabara na ukosefu wa mwongozo, tulikubaliana kuwa huduma tunayotoa ilikuwa ni ya kipekee na yenye thamani. Tumekutana na waumini ambao walikuwa na shauku kubwa ya kupata habari za kiroho na kijamii, na kwa hiyo tunajivunia kutoa huduma hii, na hii ni ishara ya jinsi Redio Uhai inavyoweza kuwa chombo muhimu cha kubadilisha maisha ya watu, hasa kwa jamii zinazozungukwa na changamoto nyingi. Hii ni katika kusherehekea miaka 8 tangu kuanzishwa kwa Redio Uhai mnamo Aprili 26 mwaka 2017. Ama kweli hii ni miaka 8 ya kishindo cha tumaini. Makala hii imeandikwa na Happiness Palangio, picha mjongeo kuhaririwa na Jafet Listen. Mimi ni Dennis Kumwenda.